Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe wapendwa. Kwa majina ninaitwa Eranzi, na nilikuwa napenda asubuhi ya leo tuchangie hili neno ambalo limenibariki, na tutakuwa tukizungumza maneno ambayo yanahusiana na injili au purpose ya Yesu Kristo kuja hapa duniani kwa ajili ya uokozi wetu ama kwa ajili ya ukombozi wetu. Shabaha yake ilikuwa ni nini, na alikuja kwa ajili ya kufanya kazi gani? Ndiyo, najua watu wengi huwa mnapenda mjue ni Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, au Yesu Kristo alitoka mbinguni akakuja huku, vilipita wapi, vilitoka wapi? Hivyo vitu vyote utavipata katika Biblia. Ukisoma Biblia, Biblia inaelekeza vizuri kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kwamba Yesu Kristo yeye ni Mungu, kwamba Yesu Kristo ni Emmanuel, Mungu pamoja na sisi. So hivyo vitu vizuri vyote utavikuta katika maandiko ukisoma Biblia. So kuanzia leo tutakuwa tukisaidiana katika maswali ya ujuzi, tutakuwa tukisaidiana tukizungumza maneno ya Mungu, tukifundishana, tukisaidiana kuelewa vizuri Kristo ni nani na ni mission gani hasa iliyomleta duniani. Ni kitu cha lazima kujua, kwa sababu ukijua kilichomleta utajua kwamba kumbe hiki kitu hakikuwa kishafanyika ulimwengu mzima. Kitu kilikuwa kinahitajika kwa hiyo wakati. Kilikuwa kinahitajika kabisa kwa hiyo wakati. Ndiyo, tutasoma leo. Niko na mstari mmoja ambao nataka tusharinge ama tuzungumzie kwa kidogo. Kwa maneno tu machache tu tutasoma, kisha na tafsiri tu kidogo. Tukiingia Mathayo mtakatifu, kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 1 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Amen. Nasoma hiki kipande kidogo kwa sababu ya muda. Mambo mengine mtatupa katika comment, tutaendelea tukiwasiliana. Naye atazaa mwana. Huyu ni Mariamu ambaye ni Mariamu ambaye alikuwa anazungumziwa hapa. Wakati kulitokea kaka story kadogo ambako kalitokea hapa mbele, ukisoma mbele mstari wa 1 utasikia habari ya Mariamu, wakati malaika alimjia akamwambia utazaa mtoto, na huyo mtoto muite jina lake Yesu Kristo, ni mkombozi wa wanadamu. So kwa hiyo wakati alipokea hiyo ujumbe, alikuwa na mume Mary. Mnajua kwamba alikuwa na mchumba, sio alikuwa bado hajaolewa, alikuwa na mchumba. Wakati mchumba wake alisikia kwamba mke wake amepata mimba, ilimsumbua kwanza kidogo, ilimsumbua kabisa, ilimsumbua kiakili, ikamsumbua kimawazo. Akaona tawaje mwanamke mwenyewe iko na mimba haiko mimi ndo nilimpatia. Wakati kanawaza namna gani vitaenda, namna gani atamkimbia, anaviwaza katika mawazo na shapanga nitakimbia, inabidi nimkimbie. Wakati amelala, malaika akamtembelea akamwambia hapana, usiogope, kwa sababu yule ni mkeo ambao Mungu alikuchagulia, ni mkeo ndiye ambaye mtaishi naye. So kwa sasa iko na mimba ambayo amepewa na Roho Mtakatifu, na hiyo mimba mtapata mtoto, na huyo mtoto mtamuita jina lake Yesu Kristo. Huyo Yesu mtamuita Yesu. Huyo Yesu
ndiye ambaye ndo penye tunakuja kufika katika hili neno ambalo linasema alikuwa haya ni mazungumzo ya malaika na Yusufu. Ndipo ambapo alikuwa akimwambia huyo Yesu, naye huyo Yesu wakati atazaliwa umpatie hilo jina Yesu. So akishapatiwa hilo jina Yesu na akishapatiwa hilo jina Yesu, hapa malaika alikuwa anamwambia Yusufu, anamwambia kwamba atazaa mtoto, naye atazaa mwana, huyo mwana na utamuita. Wanampatia instruction, wanampatia cha kufanya, wanampatia majina. Wako na utamuita jina lake Yesu. Maana wakafika wanamwambia direct na purpose ya Yesu Kristo kuja kudunia, ili wazazi wajitayarishe, ili wazazi wao wanajua purpose ya huyu mtoto ambaye anakuja duniani, tutamlea vipi, tutamlea njia gani, na tutamkuza malezi yapi. Ndio maana malaika alisisitiza akamwambia, mtazaa mwana, na mwana naye utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. So purpose ya Yesu Kristo kuja, ama purpose ya Yesu Kristo kutolewa, ama purpose ya Yesu Kristo kutoka mbinguni kukubali kuzaliwa na mwanamke kuja duniani, ni ili aokoe watu wake kutoka katika slavery ya dhambi, kutoka katika utumwa wa dhambi. Watu wengi wameangamia kwa kukosa maarifa. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema. Aseme watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na hayo maarifa ni maarifa gani? Watu wengi wanaangamia kwa sababu ya wanajikuta wako wanafanya dhambi kila siku, na hakuna kitu ambacho kinaweza angamiza mwanadamu isipokuwa ni dhambi. So dhambi imetawala dunia yote nzima. Dhambi imetawala, watu wamekosa victory, wamekosa ushindi juu ya dhambi, na hiyo imesababisha watu wanakuwa vipofu, wanaangamia, wanakosa maarifa. Kufuatana na neno la Mungu jinsi linavyosema, wanakosa maarifa. So ndugu wapendwa, acha tuondoe kitambaa ambacho kinachotuzuia machoni kwetu. Tutazame Kristo ambaye yeye kazi yake iliyomleta hapa duniani ni ondoleo la dhambi. Ukisikia ondoleo ni kutuondoa, kutuseparate, kutuachanisha na kila ambacho kilitutesa muda mrefu. Najua kwamba hakuna mwenye hakufanya dhambi, hakuna. Sisi sote tulifanya dhambi. So kwa hiyo, kwa sababu sisi sote tulifanya dhambi, ili mlazimu Kristo aje sasa kutusaidia, yeye ambaye hakufanya dhambi kuanzia mtoto wake mpaka akakuwa mtu mkubwa, kutuonyesha mfano kwamba inawezekana mtu kuishi bila dhambi. Inawezekana. Ndani ya mind yako ukisetinga kwamba haviwezekani, hapo umeshaweka bari ya kusema kwamba kikweli haviwezekani. Lakini wakati unaweka mind yako unaangalia kama vinawezekana, Kristo alishinda. Je, hawa mitume walishinda namna gani? Walitembea kivipi? Wao ndo chanzo. Kitabu hiki cha Biblia au kitabu hiki kitakatifu kinatupatia kujifunza. Tunajifunza maisha ya wenzetu, namna gani walipita, namna gani walitembea, dhambi walishinda namna gani, walipigana na dhambi kivipi. Biblia inasema haujapigana vita kufika kurevu na unamwagika damu. Unamwagika damu huku unapigana na dhambi. So dhambi ina madhara makubwa ndani ya mwanadamu. Dhambi ndiyo ambayo inaweza kutenga na Kristo. Dhambi inaweza sababisha mahusiano yako na Mungu yasiende vizuri. Dhambi inaweza sababisha usiingie katika uzima wa milele. So dhambi ni baria yako kusogelea Mungu. Dhambi ni chanzo cha mabaya yote. Dhambi ni kitu ambacho naweza sema dhambi ni kitu ambacho ulimwengu umekipatia nguvu, lakini
haikipatia hata na varel. Ndio maana unaweza kukuta madini nyingine au makanisa nyingine, unakuta watu wanaendelea tu ni watenda dhambi, unakuta watu ni wanaendelea hawakatiki, hawaachi dhambi ambazo wako wanazifanya. Na wanaendelea tu, wanajua kwamba wako wanaabudu, wanaenda wanawazia kwamba vitu viko vizuri. Hapana, haviko vizuri hata kidogo. Hii Mathayo 7:21 inasema hivi, aseme wengi, hapana tena wadogo, wengi watakuja kwangu wakisema. Wengi hao wengi watakuja. Tusome hapa, inasema hivi 7:21, Mathayo 7:21 inasema hivi, wengi. Matthew 7:21 si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Kumbuka hapa tuko tunazungumzia shabaha ya Kristo kuja duniani. Shabaha ya Kristo kuja duniani ni ili uokoe ulimwengu uingie katika ufalme wa mbingu. Bwana asifiwe sana. Ni ili tuingie katika ufalme wa mbinguni. Lakini tunakuta tena hapa Yesu Kristo anasema kwamba si kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu. Kisha akasema hivi, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. So, bali ni yeye afanyaye kila ambacho Kristo anamwambia. Kama Kristo anakuambia kwamba dhambi ni mbaya, unaacha. Kama Kristo anakuambia hiki ambacho huku unatenda sio kizuri, hakipendezi, unakiacha. Hapo huku unatembea sawasawa na sheria za Kristo. Kwa sababu kila nafasi na kuaga na sheria. Zambia, mimi naishi Zambia. Zambia inaweza sema huku sheria yetu ni hivi na hivi na hivi. So ukienda kinyume na hiyo utafungwa, utapatiwa ghadhabu. Ambayo ndo ghadhabu. So kwa hiyo hapa Kristo anasema si kila mtu ambaye atakuwa ananiita Kristo ambaye atakuwa ananiita Yesu atakayeingia katika ufalme. Sio kila mtu, bali ni yule mtu ambaye anakubali kufanya mapenzi ya Baba aliyonituma. Mapenzi yake Baba aliyomtuma ni ili akuokoe, akutenganishe na dhambi, akufanye separate, akusepare umgeukie Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yes, neno la Mungu ni zuri kabisa. Kusoma neno la Mungu vinasaidiaga mtu na vinaleta kuwa unakuwa na ujasiri na unajua unapigana na nani. Vita vyetu haviko vya damu na nyama, tunapigana sisi kwa sisi. Mwenzako akikuchukia unamchukia. Hapana, vita vyetu si vya wala kwa damu na ni vya kiroho. Vita vyetu ni vya kiroho. So ukisikia kwamba kujitenga na dhambi ni vitu ambavyo haviwezi anza pale na vinafanyika. Hapana, vinatembea pole, ni step by step. Ukishampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni step by step. Wewe tu kazi yako ni kusoma sana Biblia na kuuliza mtumishi ambaye anasimamia nafsi yako na kumuuliza ila endelee kukusaidia. Kwa hiyo hapa Yesu Kristo anasema si wengi watanambia siku ile, Bwana sisi tulifanya miujiza. Tena kwa sababu jina la Yesu liko na nguvu jina la Yesu, na lilipewa kuwa na nguvu juu ya mamlaka ya kila jina lolote hapa duniani. So hawa watu walilitumikisha, wakafanya na miujiza, wakafanya kila kitu, wakafanya unabii, wakasema kila kitu, wakatabili. Lakini walitabili, wakafanya yote haya, wakasahau msingi ni ondoleo la dhambi, ni ile watoke katika dhambi, watoke, wajitenge. Na kujitenga inaachana. Kujitenga naweza sema kujitenga ni mtu ambaye ulikuwa uko mtukanaji, unajitenga na utukanaji, unakuwa msema ukweli. Ulikuwa muongo, unajitenga. Opposite, kama jinsi tulikuwa tunasema opposite ya kukaa ni kusimama, opposite ya kusimama ni kuenda, opposite ya kunyamanza ni kusema. So kama ulikuwa opposite ya kusema uongo ni kusema ukweli. Kama ulikuwa opposite kama ulikuwa opposite ni vitu vingi mnavijua. So ndo hiyo. So inabidi sisi sote tuwe katika hiyo mstari, tuwe katika hiyo njia ya kuelekea mbinguni. Barabara ya kwenda mbinguni, ndugu zangu, sio uongo.
imeharibika na haitakatengenezewa. Hakuna ambaye atakayeitengeneza. Barabara ya kwenda mbinguni shaharibika, na mpaka sasa, na wenzetu ambao walitaka kwenda mbinguni walioipitia, ukisoma mareta ambayo yaliandikiwa ndani ya hii Biblia, hii Biblia ambayo unaona hii, wenzetu ambao walikuwa wakipita ndani ya hii barabara ya kwenda mbinguni, sio lele mama wala sio mchezo. Ni njia ambayo unapaswa kufunga mshipi mkanda. Ni njia ambayo mna miba, ni njia ambayo mna vikwazo vingi, na hivyo vyote utavishinda kwa sababu ukiwa ndani ya Yesu Kristo uko mshindi na zaidi ya mshindaji. Kabla hujapigana na hivyo vita ushavishinda, uko mshindi zaidi ya ushindaji. Basi ndugu zangu, tusisahau pepo ambayo iliyomleta Yesu Kristo, ambao ni kusema kwamba aliletwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya kututakasa, kwa ajili ya kututengeneza, kwa ajili ya kutufanya watu wapya, kutufanya kabila lake. So ndicho ambacho kilichomleta. Ikiwa Yesu Kristo aliweza, na wewe pia unaweza. Mungu akubariki na akutendee mema. Haleluya.